Shalom, Bwana Yesu asifiwe. Ni matumaini yangu unaendelea salama hapo ulipo. Karibu tena sana katika kipindi hiki cha mafundisho kwa wanawake, na Mungu azidi kukubariki sana wewe ambaye unafuatilia mafundisho haya. Leo tena nitakuwa pamoja nawe, tutaenda kujifunza kitu kimoja kinachosema kwamba unaongea nini unapokuwa mbele za watu. Mwanamke, unaongea nini unapokuwa mbele za watu? Kabla sijaenda kuanza, twende mbele za Mungu na tuombe. Pia hapo ulipo unaweza kutamka maneno machache ambayo unataka Mungu akutendee. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai, asante kwa maana fadhili zako. Asante kwa nafasi hii tena Bwana Yesu uliyotupatia. Ninakushukuru wewe Mungu. Ninaomba achilia utakaso juu ya kila mmoja, juu yetu Bwana, uturehemu na kututakasa, utusamee makosa yetu. Zaidi ninaomba Bwana ututakase kupitia neno lako, maana neno lako ndio kweli. Na mimi Bwana ninaomba ukaniongoze, nikanene yale yaliyo ya kwako, wala sio yaliyo ya kwangu. Katika jina la Yesu Kristo nikiomba tunakushukuru. Amen. Bwana Yesu asifiwe tena. Basi nipende kukukaribisha tena wewe mwanamke mahali hapa, na Mungu akubariki. Unaongea nini unapokuwa mbele za watu? Wewe mwenyewe inakupaswa ujitafakari. Unaongea nini unapokuwa mbele za watu? Sasa kuna aina mbalimbali za watu, jinsi waongeaji. Yaani kuna aina mbalimbali za watu. Kwa mfano, kuna mwingine anaweza kawa ni muongeaji sana. Yule tunamuita, wengine wa Waswahili wanasema kwamba anaitwa chiriku. Yaani mtu ni muongeaji kama chiriku. Yaani mtu ni muongeaji. Sasa mwingine ni muongeaji lakini pia ni mcheshi. Kuna mtu wa design hii ni muongeaji. Sasa katika huko kuongeaji kuna ule ucheshi, mtu anachanganya na uongo kidogo. Sasa kuna wale waongeaji ambao pia ni wakorofi. Na ukisha kuwa muongeaji, lazima ujue kwamba lazima tu utakuwa mgomvi. Ukisha kuwa muongeaji, lazima ujue kabisa kwamba wewe utakuwa ni mtu mgomvi. Na muongeaji siku zote lazima kuna mambo mabaya atayaongea. Na ndio maana mwanamke tena ambaye umedhamiria kabisa kwenda mbinguni, upaswi kuwa muongeaji. Upasi kuwa mtu wa kuongea hiki. Kila kitu kinapoongelewa unatoa mada. Kila kitu kinapoongelewa unatoa mada. Upasi kuwa muongeaji. Upasi kukaa na magrupu ambayo wanaongea sana. Lakini pia kuna wale ambao ni waongeaji, kwa mfano wa MC. Kwa mfano MC tunajua wao ni waongeaji. Lazima ukitaka kuwa MC lazima uwe muongeaji. Na ndio maana mwingine hata kama ni muongeaji watamwambia tu wewe unapaswa kuwa MC. Hasa MC lazima waongee uongo. MC lazima waongee uongo. Nakumbuka mimi pia kuna wakati fulani nilitamani sana kuwa MC, na watu walikuwa wananiambia yes, Faye unaweza kuwa MC. Kwa hiyo nikaanza kujifunza MC venye wanaongea. Unajua, nikaanza kujifunza hadi kuzungumza uongo. Kwa hiyo nikaanza kuwatafuta wale MC ambao wanaongea sana nini, ambao unajua very common in Tanzania, wanajulikana sana. Kwanza nikaanza kuwatafuta, na mimi pia nikaanza kujifunza uongo. Kwa hiyo pia kuna waongeaji wa design hiyo. Lakini pia kuna waongeaji ambao ni wapole. Wapo ambao watu ni wapole, yani by nature tu mtu ni mpole. Hata unaweza ukaa pamoja naye mnashinda hachangii chochote. Lakini pia kuna wale ambao ni wapole kiasi, na kuna wale ambao pia ni mpole siku zote. Unaweza ukawa unamchokoza, yeye ni mpole atatulia, lakini ikifika wakati akichoka anaweza kaongea neno moja ukasema yeye kweli na mimi nimezidi. Kwa hiyo kuna watu ambao pia ni wakorofi, lakini ukiwachokoza tu ni waongeaji. Kwa hiyo kuna hizo aina za watu. Sasa hapa nitakwenda kukuzungumzia wewe mwanamke ambaye ni msaidizi. Maana mwanamke yeyote yule ni msaidizi. Sasa mimi ninakwenda kuongea na wewe mwanamke ambaye ni msaidizi. Aidha upo kwenye ndoa au pia unatarajia kuingia kwenye ndoa, ya kwamba imekupaswa usiwe muongeaji. Ukiwa muongeaji sana lazima utatamka maovu tu. Sasa na waongeaji wengi sana wanawake huwa wanaitwa wambea. Yani mtu akiwa muongeaji sana ni lazima kuwa mbea. Ni lazima, kwa sababu atakuwa akitoka hapa anaongea, akienda sehemu fulani anaongea, akienda sehemu fulani anaongea, akienda sehemu fulani anaongea. Kwa hiyo hata ikitokea kuna kitu ambacho kimezuka, utamkuta kila ugomvi utamkuta yupo huyo mwanamke. Kwa sababu nini? Kwa sababu ni muongeaji. Sasa inakuwa hadi kawaida, watu washakuwa mzoeaji kwamba mama fulani ni mbea, mama fulani ni muongeaji, mama fulani yuko hivi na hivi na hivi. Kwa hiyo sio sifa njema kwa mwanamke. Tena wewe ambaye unategemea kwenda mbinguni,
upasi kuwa mbea, upasi kuwa mwanamke msengenyaji. Mungu akusaidie pia katika hilo. Ukisoma Zaburi 34 mstari wa 13, neno la Mungu linasema kwamba uuzuie ulimi wako na mabaya na midomo yako kusema hila. Utauzuiaje ulimi wako na mabaya na midomo yako kusema hila? Ni pale ambapo unakuwa sio muongeaji. Zaburi pia 35:28 anasema na ulimi wangu utanena haki na sifa zako mchana kutwa. Kwa hiyo kwamba ulimi umeumbwa na Mungu ili kunena haki, ili kumsifu Mungu. Hiyo ndo kazi ya ulimi. Mithali 15:4 anasema ulimi safi ni mti wa uzima, bali ukorofi wa ulimi huvunja moyo. Kwa hiyo ukijua kwamba kama wewe ulimi wako unatumia au ulimi wako unautumika kunena mambo masafi, basi hayo ni mapenzi ya Mungu, na ndio hicho Mungu ameumba ulimi kwa ajili ya kazi hiyo, kunena haki, kwa ajili ya kuimba sifa za Mungu, sio katika maovu. Kwa hiyo na Biblia inatutaka wanawake tusiwe waongeaji. Ukisoma Timotheo wa kwanza 2:11, Biblia inasema kwamba wanawake na wawe watulivu. Kwa hiyo mwanamke lazima uwe mtulivu, lazima uwe ni mtu ambaye sio muongeaji sana, kwa sababu kuna madhara pia mwanamke anapokuwa muongeaji. Mithali 21 na ule mstari wa 9, neno la Mungu linasema ni afadhali kukaa katika pembe ya dalini kuliko kukaa nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Kama nilivyokwisha kusema hapo awali kwamba mwanamke muongeaji lazima awe mgomvi. Mwanamke muongeaji lazima awe mkorofi. Mwanamke muongeaji lazima tu ataongea maneno mabaya, ataongea lugha za matusi. Huyo ni mwanamke muongeaji. Sasa wewe kama msaidizi, na Biblia inasema kwamba ni afadhali kukaa katika pembe ya dalini kuliko katika nyumba pana pamoja na mwanamke mgomvi. Kwa hiyo unaona ni jinsi gani ilivyo hatari kukaa na mwanamke mgomvi, kukaa na mwanamke muongeaji. Mwanamke wewe ambaye umedhamiria kwenda mbinguni, haikupaswi kuwa muongeaji. Mithali 21:19 tena anasema ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika kuliko na mwanamke mgomvi mchokozi. Ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika kuliko na mwanamke mgomvi na mwanamke mchokozi. Unajua unapokuwa muongeaji sana, inaathiri pia katika ulimwengu wako wa roho. Sasa nimesema kwamba ninaongea na mwanamke ambaye ni msaidizi. Sasa wewe mwanamke kama umeolewa, upo kwenye ndoa na ni muongeaji sana, ukae ukijua kabisa kwamba hautokaa kumpendeza mume wako hata mara moja. Na wanaume wako hivi, nataka nikwambie kitu kimoja. Hata kabla hajaoa, akisha gundua kwamba mwanamke ambaye ninataka kumuoa ni muongeaji, yuko tayari kuacha. Yuko tayari kumuacha huyo mwanamke akishajua tu kwamba ni muongeaji. Sasa anasema kwamba sasa kama huyu mwanamke ni muongeaji kwa kipindi hiki sijamuoa, nikiingia kwenye ndoa je, nini kitakachotokea? Kwa hiyo kule kuacha kwake anaona okay, ni afadhali nikajitenga na huyu mwanamke ambaye ni muongeaji, niendelee kutafuta tena mtu ambaye hatanifaa. Kwa unakuta kabisa kwamba umekuwa muongeaji hadi mumeo anakereka. Okay, ukisafiri mume wako anasema afadhali mke wangu ameondoka, niepuke na hizi kelele. Mwanamke upaswi kuwa muongeaji. Na ukiwa muongeaji sana mwanamke, ukae ukijua kabisa kwamba hautokaa kumtii mume wako. Kwa sababu mara zote asilimia kubwa utakuwa unaenda kinyume na mume wako. Kwa hiyo ukae ukijua kabisa kwamba kama wewe ni muongeaji, lazima kuna wakati hautomtii mume wako. Na Biblia inasema kabisa kwamba enyi wake watiini waume zenu kama vile kumtii Kristo. Sasa unapomtii Kristo, pale unaposoma neno lake na unaposoma sheria za Mungu zimetupaswa katika Biblia, katika neno la Mungu kwamba inabidi ufanye hiki na hiki usifanye. Unaona vile ambavyo unamtii Kristo, kwa hiyo vile pia inakupaswa kumtii mume wako kama vile ambavyo unamtii Kristo. Sasa unaweza kuwa unamtii mume wako kwamba mume wako amekuagiza kitu fulani, unatii kwa sababu Biblia imekwambia utii. Unatii kwa sababu neno la Mungu linakwambia utii. Huko sio kutii ambako Mungu anasema. Nikupe onyo hili kwamba mwanamke, inawezekana pia unamtii mume wako kwa sababu neno la Mungu limesema utii, kwamba mume wako anapokuagiza fanya kitu fulani,
unakataa, unabisha, lakini moyoni unajisemea kwamba ngoja nitii kwa sababu neno la Mungu limenitaka nitii. Huko sio kutii, hapana. Kwa sababu wewe ukitii neno la Mungu direct unasema okay, Mungu ameniambia nitii, na ili niingie mbinguni mimi mwanamke lazima nitii neno la Mungu. Sasa kwa nini ubishane na mume wako? Angalia kitu hiki hapa kwamba kuna kitu kingine hiki hapa kwamba umeambiwa kwamba fanya hiki, haufanyi, au unasema nitafanya baadaye. Nataka nikwambie kitu ambacho mimi pia huwa kilikuwa kinanitokea, ni kwamba unaweza ukawa umeambiwa fanya kitu fulani sasa hivi, nasema okay, nitafanya baadaye. Unajua adui yuko makini sana katika kinywa, katika ulimi, katika kile ambacho tunatamka. Kwa ukisema nitafanya baadaye, lazima hiyo baadaye utasahau, na kuhakikishia hilo. Lazima hiyo baadaye utasahau. Kwa unakuja kugundua kwamba mume wako anakuja kukuuliza, je, kile kitu nilikwambia ufanye ulifanya? Unakuja kugundua sikufanya, nilisahau. Ujue kwamba kile kitu ambacho uliambiwa ufanye ilikupaswa ufanye kwa wakati ule. Sasa kuna wanawake wengi wanatii kwamba nitafanya kwa sababu tu nimeambiwa nitii kwenye Biblia. Huo sio utii ambao Mungu anataka. Na kama ukijua kabisa unafanya hivyo, mwanamke, acha. Na kama ukijua unafanya hivyo, nenda mbele za Mungu katii, lakini pia uende ukaombe rehema kwa mume wako, mwambie mume wako akusamehe, kwa sababu huko sio kutii ambako Mungu anataka. Na pia ni dhambi ya uongo. Moyoni mwako umekataa, lakini mwili wako au vile unavyoonekana unaonekana kabisa umefanya, lakini moyoni mwako pia unakataa. Ukae ukijua kabisa hiyo ni dhambi ya uongo. Ukae ukijua kabisa utahukumiwa. Kwa hiyo lazima ushinde hivi vitu. Lakini pia epuka sana kuwa muongeaji. Unaweza ukawa umetoka mahali, unaenda na mume wako mahali fulani, unakutana hata na marafiki zako, unakuwa muongeaji hadi mume wako anabaki anakushangaa. Kwa hiyo unakuja kugundua kwamba wakati mwingine mume wako anaweza kawa anatamani asiondoke, asitembee na wewe au asiende mahali na wewe, kwa sababu anajua wewe ni muongeaji. Kwa hiyo anaona bora hata katika safari zingine aende mwenyewe, hata akiwa anataka kutoka ni bora aende mwenyewe, lakini hicho sio kitu ambacho kinapendeza. Kwa hiyo je, unapotoka mwanamke, unapotoka mahali, unapoenda na mume wako, au hasa kwenye sehemu za watu, labda mmealikwa mahali unaenda, unaongea nini mahali hapo? Unaongea nini unapokuwa mbele za watu? Unajua ukiwa muongeaji sana ni aibu kwa mume wako. Na ukiwa muongeaji sana, marafiki, ndugu, jamaa watakuwa wanamwangalia mume wako, huyu mwanaume ana shida kweli kweli. Shida ni nini? Shida ni kwa sababu mwanamke ni muongeaji. Sasa ukiwa muongeaji na ulimi ambao ni umezoea kuongea sana, lazima utaongea matukano, lazima utakuwa ni ulimi wenye ugomvi. Sasa neno la Mungu linasema ni afadhali kukaa katika nchi ya nyika kuliko na mwanamke mgomvi au mchokozi. Kwa hiyo mume wako anaona ni bora nikae hivi hivi nilivyo, au ni afadhali nichelewe kurudi nyumbani, nikirudi tu mimi nilale na shughuli zangu zingine ziendelee, kuliko nikakutana na huyu mwanamke kwa sababu ni muongeaji. Kwa hiyo mwanamke, epuka kuwa muongeaji. Kama kweli umedhamiria kwenda mbinguni, epuka kuwa muongeaji. Usiongee sana. Lakini pia kuna tu vitu tudogo ambato pia Mungu huwa anaangalia, ambavyo hivi vitu wewe mwanamke vitakuongezea credits au vitakuongezea ukuaji katika ulimwengu wa roho. Ukiwa muongeaji, nataka nikuhakikishie kwamba hata katika kukua katika ulimwengu wa kiroho hautokuwa. Nataka nikuhakikishie hautokuwa. Kwa hiyo imekupaswa uwe na kiasi. Jaribu kuwa yule mwanamke mwenye kiasi hata katika uongeaji wako. Jaribu kuwa mpole, jaribu kuwa mtu mwenye kiasi. Sasa usiwe ile mzembe sana. Unaweza kuwa ni mzembe kiasi kwamba hadi unaonewa, hapana. Jaribu kuwa mwanamke mwenye kiasi. Usiwe ni yule mwenye kuleta shida katika ndoa yako, katika mume wako, hadi kwa watoto kuna wakati wanakuogopa kwa sababu ni muongeaji na ni mkali sana. Hapana. Haupasi kuwa hivyo mwanamke. Lakini pia wewe ambaye unatarajia kuingia katika ndoa, haupasi kuwa muongeaji. Kwa hiyo unapaswa kuwa mwanamke mwenye kiasi. Mwanamke unapaswa kuwa muongeaji katika kiasi.
na Mungu akubariki sana sana sana. Mungu akupe neema ya kutokuwa mwongeaji. Kama wewe ni mwongeaji sana, nenda mbele za Mungu, mwambie Mungu, naomba unipe busara, naomba unipe hekima, niwe ni mwanamke mwenye hekima, mwanamke mwenye busara hata katika uongeaji wangu. Najua Mungu anasikia na Mungu atakutendea hicho ambacho unataka. Basi Mungu akubariki sana 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 sana. Usiache kushare kwa ndugu, jamaa na marafiki ili nao pia waweze kupona katika hili. Basi Mungu akubariki sana. Amen.